ngatho cia mwanya muno mweretwa Muthingi TV tabarira tienge ni ya Watho Kigeri-Ini ngiraga wanyona ukona tuka kwaria ciege mawatho ru muthenya wa umuthi tuko tukeriria kindu gitwa homicide kana ngero cia njuragano iria ikoretwo iri kuo guku bũrũri-inĩ na njĩra nene amu andu ni makoretwo makiohwo na gikero kinene amu gakora matioe magĩrĩrwo gwetetera atia hoka ni ngero cia homicide ni mutabania waku njitikaga wairimu wa Kimani no gakimenya ati ni ngokara gikurehera wakiri kana ngakurehera mundu ngi ũngĩkorwo agĩtũthathaũra muthenya wa umuthi studio-inĩ citũ tucererwo ni mundu wa forensic investigator ni ngoretwo ngĩkũmenyithia ni arukaga kamwe kaingĩ tondu ni andu matamburĩkĩte muno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya umuthi ndina mũiretu muthaka muno ũgwĩtwo Jacqueline ngwamba ndĩmũhe kahinda abe agĩtwĩre rĩtwa rĩake ekaga atia na hoka ni watho ota homicide makoragwo makiaranĩria atia we nĩ ũkorwo agĩtwarĩra na njĩra ĩngĩ tondu nĩaiguaga gĩkũyũ ndahota kwaria wega. Karibu sana Jacqueline. Asante sana. Ndakunyita gĩtini gũkũ kwa Muthingi TV. So unaweza tueleza kama Jacqueline ni nani, unafanya nini ya law yenye inahusisha na homicide, forensic, unafanyanga nini, how do you go to the ground, lakini kwanza tutambulishe jina lako. Okay, kwa majina yangu ni Jacqueline Watho. I'm born from Mwingi North, mahali inaitwa Waita. I'm a first girl from my family. Okay. So najivunia sana kuwa mahali hapa siku ya leo. Mimi ni mama. I'm a mother of 3 years. Nimeoleka na mzee ni Sanjesi officer. And I'm an officer from Tabarira. Okay. Yes. History mzuri sana Jacqueline. Karibu sana. Unafanya forensic, you're a forensic investigator. Yeah. I'm an expert in forensics and criminal investigation. So criminal investigation inahusisha sana mambo ya crimes zenye zinafanyika hapa nchini Kenya. Yes. Leo tunataka kuongelea crime ya homicide. Nyinyi kama forensic mnafanyanga nini katika kesi za homicide hapa nchini? Sisi as a forensics officer, wakati tumepatwa na homicides, case mingi za homicides zinatokana na domestic issues. Mingi uletwa na ile mtu anafanya kudhania na ile zingine mtu adhani, but you come to regret that nilifanya later. Like for example, utapata mzee na bibi yake wamekosana. Hiyo unapata wamekosana na extent wameled to homicide case. How? Utapata mama ameua mzee ama mzee ameua mama. So sisi kama forensics officer hatuwezi kumbali, yani hatuwezi, let me say this, we can't agree from the ground there. We have to do our own investigation like, we can go to pick the fingerprints, tunaweza enda kuongea na muadhiriwa, yani mwenye alifanya. Sasa mwenye alifanyiwa already maybe hiyo might be at mortuary. Sasa vile sisi tunafanya ni unaenda pale unaongea na mwenye aliua, and 90% of those cases unapatanga mtu ajui kama au kuwa na ile intent ya kuua, but unapata umeua. Nwaria ohoro wa hakuwa na hiyo intent ya kuua. Kwa Njuragano iria sio ka bũrũri-inĩ ni kumaanisha kuna wale ambao kuna mauaji ambayo haikusuhudiwa. Yani haikuwa, it was not intended for. Hiyo ni homicide bado. So unaweza tutajia aina za homicide ambazo ziko hapa nchini? Moja ni manslaughter, kama ile unapata mtu amejinyonga. Kuna ile manda. You see, I think they are those two. But like manslaughter, we have involuntary na voluntary. Ili unapata ulikuwa unafikiria lazima niue my spouse. Na kuna ile unapata huko unatarajia kama unaenda kuua, unashtukia umeua. To an extent that one can cause even you, nipata nimeua mzee for example, can force me pia mimi mwenyewe kujiua. The reason being, sikuwa nimeendendi kuua na nimepata nimeua. Before the ground come, before the officers from the area come, wanapata pia mimi nimejiua. Who will give out the evidence? Okay. Sasa sisi tunaingilia wapi? Hapo. Hapa kama forensics officers. Tunaingilia hapo tujue
tuseme for example mimi na mzee tumepatwa maiti. Ukweli. Kuna one of them mmoja kati yetu mwenye alianza. Ukweli. Lakini huyo pili ameuliwa na nani? Hiyo. Sasa ukipata sisi wote tumekufa. Before polisi wakuje kucollect, sasa sisi tunaingilia wapi? Tujue nani alikufa mbele na alikufa kwa nini? Maybe alishutiwa ama alindungwa kisu. Lakini huyu mwingine naye alijifanya aje? You see? Sasa ukipata mmoja for example, upate kama mzee ameua mbibi. Na upate yeye ndiye aliua. Wengi utendi kujinyonga, au mtu anachukua sumu anakunywa. Tutajuaje kama alikunywa sumu? Sasa sisi tunatokea hapo. We do something called circulation investigation. Unaangalia, tuna extend before muende kufanya ile inaitwa postmortem. Ndio unatokanga. Kitu ya kwanza ukifika pale area. Fai kwenda umekimbia mbio vile most of but I'm sorry to say so. The most our police they tend to rush to the case. Ndio unapatanga hadi inakosa evidence mingi kwa one of us mwenye atakuwa kwa ground pale. The investigation of forensics officer mwenye ako ground pale. Utapata wameingia, maybe wamebeba mtu, hawajataka kujua huyu mtu alikufa aje, hawajachukua fingerprint pale kwa mlango, vitu kama hizo. Sasa sisi kama forensics officer, kitu ya kwanza, tuende tufike ground. Tupate mama fulani ameuliwa. Kitu yetu ya kwanza, we rob the area. Tuna secure the area kwanza. Mmekubalishwa hivyo na tuko allowed kabisa. Tuna fence the area. Ama kama uko pale, you see some of us, some of officers in uniform. Hawaamini kama they can be assisted by forensics officers. According to my investigation, I myself have witnessed many. Unaenda unapata ground pale juu mtu ni ofisa yeye, hataki kukusikiza. But unaenda unapata later, huyo mtu fingerprints zake zinaonekana zilishika ile maiti. But because he is an officer or she is an officer, hakuna vile utamjibu. Hakuna kitu yenye utamshinda nacho. You see? True. That's tuita anje. Ile mtu anajitetea na ukweli yenye iko. Unaweza sema mimi naonea officer lakini simuonei. Ukweli mimi nikifika pale the more una restrict the area, the more una gather clear information. Kitu ya kwanza you have to look. Huyu mtu ameuliwa wapi? Witnessed. Ni nani alifika hapo wa kwanza? You see? Ni nani alifika kumsaidia? Njoo many of us ukifika area, una rush direct to maiti, of which is not good. Una rush aje kwa maiti, unaenda unashika ile maiti. Huyo mtu hujajua ilikuwa nini? Kwanza una gather information from wenye wako karibu. Then after you gather your information, you note somewhere, huyo mtu alikufa masaa fulani, alikuwa na fulani, huyo mtu fulani aliwitness hii. Ndio ile kama mkifuata according to the law, mkifuata pale kotini itakuwa mzuri kwenda kutafuta ule mtu aliwitness hii kifo, alikuwa nani. Unaona? Sasa mkiwitness ndio sasa mtu atahukumiwa ile yake. Lakini this something that ati unakimbia, umepata maiti, atichukua maiti, weka kwa Land Cruiser, peleka mochari. No, it's not good. It's not good for sure. Okay. So nyinyi watu wa forensic mkipata kesi za homicide, after mmechukua sasa evidence mmepeleka kotini, hiyo procedure inaanzanga wapi na inamalizia wapi ndio mnafungua kesi mahakamani? Inaanzanga from the ground. Inaanza kutoka pale huyo mtu aliuliwa. Kitu ya kwanza nimekuambia unauliza, huyo mtu alikufa saa ngapi? Juu unapata kuna watu kufa, I think that goes according to the blood group. You see someone like blood group O, akikufa immediately, huyo mtu atakauka. But A positive, B positive, O hizo. O positive. But O negative, unapata huyo mtu amekufa, kuna ile unatupa miguu kikufa. Huyo mtu kitambo upate mguu yake iko huku na imekaukia hapo. Kitu ya kwanza it's an officer of forensics. Nafaa nielewe huyo mtu blood group yake. Juu kuna ule mtu anakufa hair positive. Huyo mtu unaweza mbeba tu hivi kama mtoto because zile asija ziko bado flexible. Kitu ya kwanza ukifika pale ground, fence the area.
Ona position ya huyu mtu venye amelala. Kama amelalia ndamu, angalia ni chukua gloves, faa. Be in lab coat. Huyo mtu muinue usikue umebeba vitu zako huko kwa hizi manguo zako unakuja wapi? Kwa hiyo inaweza toka hapo maybe ni inaitwa aje? Ni inaweza kuwa transferred na upepo. Hiyo uchafu ingia wapi? Umekosa ile evidence. Yeah. So ni evidence kama gani mnaweza kuwa mnapelekanga uko like hizo tangible yani vitu mmepata hapo? Unaona kitu ya kwanza? Kitu ya kwanza unaangalia mahali mtu amedungwa. Tuseme for example ilikuwa kisu. Si uko in gloves. Unaangalia huyo mtu amedungwa wapi. Ndio utajua either huyo mtu alidungwa risasi ama alidungwa kisu. Juu unaweza kuwa mwenye alimuua alikimbia na ile kitu alimuua nacho. Huwezi sema juu nimepata aska hapa na ndio inatoa damu ugezi huyo alipigwa risasi. No. Unaweza pata si tuko na risasi mingi. Ukweli. Unapata moja imendunga hivi na imepasua mpaka mboni ya ndani. Unaona hiyo boni ya ndani can reflect the nerves. Unaona nerves yenyewe. Unaweza angalia tu hivi mtu umshike mkono hivi mahali aliumia, ujue ni ukweli huyu mtu alindungwa kisu ama alindungwa risasi. Kuna vitu mbili different. Hadi venye nimeona wazazi wanakosea. They think that vile mtu amendungwa hiyo kisu ama hiyo risasi ukipika tu huyu alindungwa kisu na wanatupilia hiyo kitu like a simple thing. But inakujanga kuwa shida wakati unataka kufelia mtu kesi. Juu utaeleza ni nini? Ukweli. Hiyo ni kumaanisha utendakazi wenyu na maafisa wa polisi zinaachana. Kuna mahali zinaachana. Kitu ya kwanza our officers. And I'm sorry to say so. If I will get time and if I will have kama nitakuwa na uwezo tunafaa tukae chini na the leaders who deal with these things. Okay. Kitu ya kwanza ofisa anaenda pale sio amekuja na cruiser yake. Wamepaki hapo. Wanatafuta maraia. Eti raia ndio wanachukua huyo mtu anaweka kwa gari. Kidogo tu Jacqueline. Leo ndio natoka bato toikirie na dakika inini. Ndiraigua ati forensic na maafitha a borithi. Riri moka hari ngero cia homicide na akoragwo no utiganu munene na ningi to kugorwo niguo ucungagiria amwe a aitu gukorwo makiohwo tondu maybe evidence ndiarogotirwo na njira iria yagirire. Tugicokera tuko tukigwa maingi kuma kwi Jacqueline uria wira wao utiganite na maafitha a borithi uria mahotaga magikinyagia wira wao macira-ini hari ngero cia homicide. Ndugathi haraya turacoka. Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigia kuguna mundu kiumbe Jesu nigwirete wewe wako ikala wanikwiyunga kama na mumo wa Ngai nakubo dino ndi kwenda mulo Lord, I lift your name on high. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nani Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho
amugoko nikuo kihumo kia gutherema. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ũcio no monete no nginya wambe wamũkĩre mũndũ getha thamake. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. Hi, naitwa Shko. Mimi ni hairstylist and this is my salon. Kitambo haiko hivi. Nilikuwa nashukana pale kwa soko, nafanya house calls, siko na place ya kufanya job yangu fiti. Lakini tangu nishinda tatu business makeover, biashara yangu imepanuka. Walinijenga blow dryer, hair dryer, combs na pia wakanijenga nikafungua hii salon yangu. Pia wewe cheza tatu na ujeze biz na tatu business makeover. Hapa ni kujaza na tatua. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno Muthingi TV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1000 na ujaze mfuko na chapa kila nusu saa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. na mbere tabarĩra ĩno itũ Watho Kigeri-Ini na nĩrakiuga gũkũ nĩ kũritũhire na nĩ kũhiũhire mũno amu niĩ ndiroya atĩ andũ aya a forensic nĩmagũkorwo na ũtiganu kana ũrĩa marutithanagia wĩra harĩ ngero ici cia homicide, ũrĩa thigari na andũ aya forensic marutithanagia wĩra na nĩ ũndũ ũmwe very important gũkorwo tũkĩwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũcoka harĩ we Jacqueline, tũkugaga atĩ venye mnafanya kazi na maafisa wa polisi na ũrĩa inyuĩ mũgĩkorwo mũkĩruta wĩra, he challenges zenye mnakwanga mkipitia tondũ ũrĩa mũragĩka wĩra ni tofauti na ambavyo maafisa wa polisi wanafanya. Harĩ ngero ici cia homicide, what are those challenges ile inyuĩ mũkorwo mũkĩgerera? Challenge ya kwanza ni kutoelewana. Unapata pale ofisa anataka mfanye hii but you suggest tufanye hii. Naona hapo mnapitana. Challenge ya pili, the more tunapeleka kesi pale kotini, unapata an officer who witnessed the issue. Inabidi sasa uanze kumtafuta. Hiyo tuseme for example, hiyo mauaji ilikuwa tuseme hapa Lavington. Kuna station ya hapa na huyo officer ashapigwa transfer. Inabidi sasa umtafute ile mtafute either manually bora mpate. Juu wako kwa ile list yako kwa wenye wali witness ama mwenye alichukua hiyo mwili. Challenge ya tatu ni unapata ile yenye nilikwambia unaua bila kusudia. Ukuo uue na wewe mwenyewe umejiua. Sasa challenge hapo inatokea who witnessed. Maybe mko na mtoto mdogo na anjielewi. Tuseme for example ni young family, yuko na watoto wandogo na ule mtoto haezi eleza who killed the first na nani aliue mwingine. Na kesi kama hizo sasa mnakuanga mkitafutia nani haki na watu wawili wameshafariki. Sasa kesi kama hizo hizo unaonanga tukipeleka pale kotini, most of them huwa wanatupilia mbali. Unapata hiyo juu sasa hakuna una ile na okay, we did our forensics investigation tukapata mzee ndiye aliua mama wa kwanza.
lakini naye mzee akajiua. Sasa hapo huwezi sema, but kuna hii wanatendi kusema for example, three ladies tuseme for example umeoleka. Ukioleka na mimi nimeuliwa na mzee. Sasa watu wa kwangu wanakuja kuseek for justice. But wanasiki kwa nani? Kwa nani? Na mwenye aliua naye alijiua. Unaona hapo kunatokea challenge. Challenge hapo inatokea kuongelesha hao watu. Na unapata pale kotini, okay, they will seek for justice. Lakini ni nani atawasaidia? Nobody. Umekuwa ukifanya hii kazi ya forensic investigator kwa muda sasa. Nimefanya from 2019. From my graduation. Na nimekaa. Ningependa utupe taswira vile kunaendanga maybe kwa kesi ambazo umefanya za homicide sana vile kunaendanga. Ile kesi zenye za homicide zenye nimefanya sasa. So far 2 zimekuwa mzuri. Na kadhaa mingi utupiliwa njuni zile unapata wote walijua. That's, for example, there's a case of a jamaa from Makueni. Alikuwa ameoa Thika. Walikozana na mama. Mama akaenda. Mzee akabaki na watoto 2. It's a manager. Kwa hizi mangali zinaitwa Kinato. So tukifanya kazi na brother yake, alikuwa DCI. Tukifanya kazi na brother yake akaniambia mimi ndio nitaenda kusimamia kesi ya brother yake. Mzee alikuja akashikwa. Kwa nini? Mama alienda kuona watoto na akauliwa ile area. Lakini alikuwa amejificha kwamba sio yeye alimuua. But according to our investigation, we came later to know that mzee ndiye aliorganize ile mauaji. Lakini hakujihusisha yeye mwenyewe, ni kupanga tu. Yeye alipanga. Kwa hivyo pia atangukiwa na sheria. Lakini kuna mahali ilifika, you see, kuna mahali ilifika yeye mwenyewe akatamka. Kasema yes. Alikuwa anajiringa. The lady she was an lecturer Mount Kenya. So, vile alipanga, alienda akatamka kwa watoto. Na watoto walikuwa wanaume 2 boys. Na walikuwa wanaishi na babake, lakini walikuwa wanapenda mama yao sana. Ni vile tu walikuwa wanaishi na nani? Na babake. Sasa vile mama alikuja kuona watoto, mzee alikuwa ashachoka, anataka kumaliza huyu mama. Sisi nilianza kufuata hiyo kesi. Ilikuwa kesi ilifanyika back, I think by then ikifanyika nilikuwa high school. But imekuja kuitinezwa 2020, 7th of August. Tulikuja tukafuatilia. Ukweli mwenye alikuwa na hiyo kesi tukamtafuta tukampata. Ukweli yenye alikuwa na watoto wake kwamba baba ndiye aliorganize kifo cha mama yao. Baba tukamuita akakiri. Later ilikuja wakalipa familia ya lady. Wakamlipa. Na juu hakuwa amepeana mali kwa msichana. Wazazi wa Thika wakachukua watoto. Na hiyo mzee juzi tu alitoka 2022. Alikuwa amefungiwa hapo Kamiti prison. Ndio akatoka. Okay, kwa homicide maybe kuna kwa ile sentencing rede adu makoma kioho. Kuna kwanga na ile miaka huwezi unafungwa. Lakini yeye alikuwa rumande. Hakuwa amekiri kwamba yeye ndiye aliua. But the evidence that we have I presented before the court. Akaangalia wakaona ni ukweli. Yeye ndiye aliua. Kijana yake mmoja akajitoa. With an record vile baba yao aliongea. So mkifika pale mahakamani kuna katika ile kutoa ushuhuda wa jinsi hizi homicide zili happen. Kwa hivyo kwa wenye ambao hutamka ni wao walitenda hicho kitendo na ambao hukataa maybe wanapatwa na evidence, kesi zao huwa tofauti. Kuna ile tuseme for example ile kesi ya huyo mzee ikuisha. Kwa nini alitolewa na bond? Lakini from 2020 ndio alitumwa pale. Akakataa kesi, masiku zikaendelea kusonga pale akiwa rumande. But later alikuja wakatoa bond. Na wazazi both family wakaongea au huko wakachukua watoto. But mzee bado anaitika. So we are just waiting tujue vile mwisho atafungwa ama ataachiliwa. Wakenya wengi wanajipatanga maybe ukisikiza kesi zao ama wakiongea later unasikiza venye umesikiza unapata kuwa hawakuhusika directly na hicho mauaji ya homicide, lakini unapata wamefungwa kwa miaka hata zaidi ya 10 na si wao walitenda hicho kitendo. Nyinyi kama watu wa forensic
mna advisingi watu aje wakipatana wakijipata kwa kitendo kama hicho. Maybe unajipata kwa mtu ambaye aliuliwa, umepatwa pale, unashikwa, unafungwa. Hatua ya kwanza yenye unafaa kujitoa kwa hiyo mess ni gani ndio usifungwe na sheria? Hatua ya kwanza kama umepatikana, tuseme for example, umepatikana karibu na maiti. Ukipatikana karibu na pale maiti, mtu wa kwanza, even to me as an forensic officer, mtu wa kwanza who witnessed ni wewe. Kwa nini? Unaona before mtu akufe akauke. Are you aware that madam huyo mtu ana nini? Unaweza chukua anti high friend. Unajua mtu ukimuua hivi, tuseme for example, nimeua mtu. Huyo mtu mwisho aliona nani? Okay. Aliona nani? Si wewe ndio ulionekana. Ukweli. Sasa utajitoa hapo aje? Utasema aje hukuwa? Ama tuseme for example, kuna watoto unapata ni watoto wakubwa. Baba na mama wamekosana pale na wamewitness. Before mama akufe, watifu atupe macho pande hii apate ile macho yone mtoto. Kwa hivyo hapo mtoto ako na utasema aje? Okay. Huyu mtoto akikuja ulizwe, for example tukuje kwa ground tumuulize uliona mama akiuliwa na dad? Yes. Alifanywa aje? Akome kueleza. Tuangalie high friend. Iliona nani? Ama aseme mimi sikuwa. Kuangalia high friend upate yako. Utasema aje? I feel ndo ni high friend inakuona. Mtu akiwa high sahi for example. Mtu akiwa high sahi nikwambie ukweli. Hadi nikuve. Lastly niliona wewe. Hivyo mimi nitakuwa mshukiwa. Wewe ndio utatoa ushuhuda ya kwanza. Wewe utachukiwa, wewe ndio mtu wa kwanza. First suspect. Mbona ulionekana? Your brother there akuja anishike. Fingerprint indicate mwenye alinishika. Watanjitoa hapo aje? Ama uone saa hii nimeanza tuseme ni meningitis. Na nikufia hapo kwa hiyo kiti. Si wewe umewitness kifo yangu. Alafu ikisemekana wewe ndio mlijua. Si inabidi sasa wewe utafute mtu wa forensics. Akuje sasa wafanye postmortem na daktari mwenye yako ndio akutoe kwa hii case. But that one will cost you. Okay, Jacqueline, naambiwa tumebakisha dakika moja na tukimalizia tu utuambie kesi za homicide zimekuwa mingi sana hapa nchini Kenya. Pengine mawaidha yako kwa vijana ambao wanajipata wengi wanauana, maybe kwa mapenzi wanajipata wameuana, vile tunaweza jizuia kupatikana katika hizi kesi za homicide. Umeniambia hapa watu wanafungwa. Maybe maneno yako ya mwisho na mawaidha yako na vile ambavyo tunaweza jitoa ndio tusiko tukihusishwa na kesi za homicide. Mimi mawaidha yenye naweza pea mwananchi kama forensic investigator, forensics officer. Kitu ya kwanza, mingi zinaletwa na ndoa. Ukiona ndoa ifanye. Ukweli. First thing, ukiona ndoa yako ifanye, sikwambii utoke immediately. Enda ona mama yenu, wazazi wenu, waongeleshe. Si wao wamekuwa kwa marriage for that long. Ukweli. Waongeleshe. Ikishindikana hivyo, enda kwa pastor wenu. Muongee na yeye. Hiyo ni njia moja yenye tunaweza jikinga na hizi vitu. Kitu ya pili ni mienendo. Mimi nikipata wewe, mimi nikiona wewe ni mtu wa kufuta mbangi, si niko na akili ndugu yangu. Niko na akili sister yangu. Si ujitoe kwa hizi vitu. Sasa for example unikwambie nipeleke out. Na kumbe nipeleke out nikaenda kuuana. Sasa hapo badala tushinde tukitafuta watu wa forensics wakuje kukutoa kwa kesi yenye uliuliwa na ulipelekana out. Si ujitoe kwa mienendo mbaya. Ujitoe. Miaka michache kabisa ya kufungwa kwa kesi za homicide ni ngapi? Miaka michache, I think 12 years. 12 years. Italingana, but you can be given a bond. Unapewa bond unachezea ukiwa nje tu. Na miaka 12. Asante sana Jacqueline. Mreto wa Muthingi TV, tafare ito ya umuthi. Ya Ngero ici cia homicide guona egokinya hau. No tondu ni report tutagire kiane getha Jacqueline muthenya ugi oke haha tukorwo tukiaraniria na riu tonu agiko ukigwa. Miaka ni 12 tafadhali. Aria tungihota gwithemana na Ngero ici cia Njuragano tukorwo tugithemania. Nie Ngetwo Wairimu wa Kimani na mugeni wako wa umuthi egwitagwo Jacqueline.